mchezo huu, kumbuke tu kwamba mwisho akipoteza mara 3 mtawalia ilikuwa ni Februari mwaka 2021. Sepetuka Sanzuka vizuri kijisanduku, kata wa kwanza anarejesha vizuri kwa kijisanduku, Sala toka nje, kona. Patrick Dogu, mzee wa taifa, mzee akafanya kazi ya ziada, akasema kwamba heri kuokoa mashua kuliko kuizamisha meli. Anaipata kona. Tuangalie wapo watatumia kona hii, manake timu nyingi zaidi zimeweza kutumia set piece. Siku hapo jana Arsenal akatumia kona kupata goli lake la ushindi. Chelsea pia akifunga goli 3, leta vizuri kwenye kijisanduku, bado kona nyingine, bado Cody Gakpo napata kona ile tena. Angalie wapo watakuwa wanatumia kona. Alileta vizuri, mwite nani mgongoni, Dominic Szoboszlai, kona nyingine. Dakika ikiwa ni 77 ya mchezo, bado piga juu kwa juu kumtafuta nani, tena 2 mgongoni. Liverpool badilisha ngoma, anarejea bado. Hugo Ekitike kwenye kijisanduku, anakata wa kwanza. Hugo Ekitike kwenye kijisanduku, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Florian, leta vizuri, mtoto wa kiume, kizaza kinaita bao. Alisema kwamba heri kuchelewesha mashua kuliko kuizamisha. Na baada ya kupiga mlingoti kipindi cha kwanza, Cody Gakpo anapata goli la kusawazisha kipindiki cha pili. Liverpool anarejea mchezoni, hata akosi asherekei zaidi. Tuangalie kilichotokea. Alileta vizuri Florian Wirtz, nikamzungumzia kwamba hajafunga goli ama kupiga assist. Leta vizuri Federico Chiesa anabadilisha mitabenti, leta vizuri. Angalia kama kwa ameotea. Hebu tuangalie wapo alikuwa ameotea ama vipi. Cody Gakpo, mzee wa taifa la Uholanzi, Lamens anainua mkono juu, anasema kwamba huyo alikuwa kesha rombeza. Angalie wapo amekwisha otea. Angalie, fikiria bao limehesabika. Cody Gakpo anafunga goli kunako kipindiki cha pili. Benchi haikaliki. Ruben Amorim ashangaa kwamba ni vipi nilitangulia kufunga dakika za mapema, lakini wakaja tawala mchezo. Rejea Kunya 10 mgongoni, anakata vizuri kwake Manuel Ugarte, mtu anapigwa chenga. Liverpool anapigwa chenga, bado itakuwa ni ngoma ya Liverpool. United kunradhi, itakuwa ni ngoma ya United. Atakuwa anakwenda kuirusha, mwite Patrick Dogu. Inanikumbusha ngoma ya hapo jana pale ambapo baada tu ya Nottingham Forest kuruhusu goli la 3, ujue kwamba msimu huu tayari amekwisha ruhusu magoli 10 kwa njia ya set piece. Anarusha vizuri kwenye kijisanduku, anabembeleza kwenye kidari, kifua, bembeleza, bado shielding maridadi, toka nje, bado mpira unatoka nje, inakuwa ni goal kick kwa faida ya vijana wa Liverpool. Anaanza kwa haraka Szoboszlai, mkunguta kwenye mgongo wake unatoka nje. Ananikumbusha Dominic Szoboszlai, ngoma ambayo alicheza na Arsenal akifunga free kick maridadi. Frimpong, mwangalia Frimpong kwenye benchi. Lakini tukimzungumzia Frimpong, kumbuko tu kwamba yule Grimaldo siku hapo jana aliweza kufunga brace akisaidia Leverkusen kipata ushindi wa magoli 4-3. Pekechua Sanzuka vizuri 11 mgongoni, tafuta goli la ushindi, anakuja vizuri, piga juu kwa juu, anajibu mapande ya pasi, anarejea Dominic Szoboszlai, kata wa kwanza, inamakinika kumtafuta nani, Federico Chiesa na mpira 14 mgongoni, bado Mohamed Salah anaondosha uchafu. Patrick Dogu, itabidi wamakinike sana United, manake dakika kama hizi wao uzembea sana. Federico Chiesa ndosha uchafu. Patrick Dogu amekuwa mwenye impact sana katika ngoma hii kipindiki cha pili baada ya kufanya mabadiliko. Dominic Szoboszlai, mtoto wa kiume, ikiwa ni ngarambe ya ligi kuu ya Uingereza,
bembeleza kumtafuta Dominic Szoboszlai, piga vizuri, Kiesa kata kwanza vizuri kwenye kijisanduku, hamna kukamilisha. Anarejea bado Curtis Jones 17 mgongoni, mzee wa taifa la Uingereza, kwake Florian Wirtz, labda ni mechi yake ya kushamiri, leta vizuri kwenye kijisanduku, nini bado ngoma inakuwa ndefu, inatoka nje. Labda ni mechi yake ya kushamiri leo hii. Dakika ya 81 ya mchezo, Liverpool goli moja, United anafikiria kufanya badiliko. Kobbie Mainoo pamoja na Leny Yoro. Kobbie Mainoo pamoja na Leny Yoro watakuwa na kuja labda kujaribu tu kuziba ile mianya labda kwa safu ya ulinzi, manake Kobbie Mainoo akicheza kama kiungo wakati anarusha juu kwa juu, anaiponza, itakuwa ni ya kurushwa. Dominic Szoboszlai 8 mgongoni, anaipekechua vizuri. Szoboszlai, Dominic atakuwa anaanza kwa haraka kwake Mamadashvili, anapiga juu kwa juu. Hapa Liverpool walikoswa baada tu ya kupata jeraha yule Alisson Becker. Nafasika vizuri, kunya piga nje. Goal kick. Dakika ni 82. Chochote huenda kikatokea, manake katika ngarambe yote unaambiwa kwamba 90 ndizo huamua. Iwapo si 90, basi kuna zile za mazidadi. Mapema leo hii kumbuko tu kwamba mida ya saa 10 Spurs alipoteza kipigo cha magoli 2-1 baada ya kufunga dakika za mapema yule Bentancur, lakini magoli ya Rodgers pamoja na Buendia yaliwasaidia wale Aston Villa kupata ushindi. Vile vile pia tukaona akieneza kile kijikaratasi ama Mwakenya akatembeza ule Mwakenya, angalia wapo watakuwa wanapata ushindi. Lakini yote 9-10 ni kwamba ngoma ya mapema vile vile pia yule Como akaweza kupata ushindi wa magoli mangapi? Magoli 2-0. Siku zote unaambiwa kwamba Ali Kickoff huwa na mikosi. Akapoteza mapema sana. Unajua kwamba ni timu ambayo inaongozwa na Cesc Fabregas ni mchezaji wa zamani wa Chelsea. Angaliwe sana, kikosi hicho kiangaliwe sana, aswa yule jamaa jazi nambari 10 mgongoni Nico Paz aliweza kufunga na vile vile pia kupiga assist mapema sana. Dakika ya 83 United anapata goli la pili. Mtazamaji, hapa Luwere, dakika ya 84 ya mchezo, angalia alivyokuja akasukuma vizuri, itilafu kidogo, lakini angalia ilivyoletwa, akasukuma Mbeumo Dominic. Goli la pili anapata United, anapata goli la pili United. Atakuwa anapoteza mechi tatu Kunya naweza kupigana kumbo kwa kwenda chini. Na iwapo utajiuliza kwamba labda Liverpool mbona anapigwa, ikumbukwe tu kwamba kikosi kikubwa zaidi cha msimu uliopita kilikuwa kikosi cha Jurgen Klopp. Kwa hivyo kikosi ambacho anakiunda yeye, kuanzia kwa mchezaji kama Milo Kekes akitokea FC Bournemouth, Jeremy Frimpong akitokea Leverkusen, Florian Wirtz na kadhalika, baadhi tu ya wachezaji ambao yeye amenunua yeye mwenyewe, wao wamenuliwa naye mwenyewe. Angalia wapo labda dakika hizi za mwisho zitakuwa zinaleta badiliko. Atakuwa anakwenda kuichonga faulo 19 gongoni, leta vizuri kwenye kijisanduku, kizaza kinaita toka nje. United anasema kwamba yeye huwa na matatizo mengi, lakini Liverpool, Chelsea, City na kadhalika si miongoni mwa matatizo yao. Anaanza kwa haraka piga counter Milo Kekes badilisha mitabenti, anapakulia nani? Mfungaji wa goli la kwanza Cody Gakpo, kwake Hugo Ekitike. Florian Wirtz, mtoto wa kiume, kosa kumakinika. Patrick Dogu naondosha uchafu. Asikuulize mtu kwamba mbona Liverpool anapigwa sana. Tayari
Hii ni ngoma yake ya tatu atakuwa anaipoteza. Hii ni ngoma yake ya tatu. Tuangalie. Huenda chochote kikatokea, manake unaambiwa kwamba 90 za mchezo huamua. Badilisha mitabenti kwake Dominic Szoboszlai, mtoto wa kiume kwenye wingi katikati, wingi ya kulia, cheza vizuri bado na makinika. Harry Maguire anaondosha uchafu nje. Mbwe kwamba harakisha bana, muda haupo nasi. Badilisha mitabenti. Dominic Szoboszlai piga vizuri kwake Jeremy Frimpong cheza wa kwanza, inakataa bado. Patrick Dogu cheza vizuri, lakini unakuwa mwingi unatoka nje. Anakwenda kwenye vile viti vya cheza vizuri, ondosha nje. Dalot, kazi nzuri ambayo Dalot ameifanya. Manake ilikuwa imeletwa vizuri, aliichonga vizuri mwite Jeremy Frimpong, ambaye sasa hivi hatujaona ule mwako wake aliokuwa nao pale Bayer Leverkusen, tofauti na yule Alejandro Grimaldo. Manake siku hapo jana alifunga magoli mawili. Anaipata kona mwana Liverpool, sikizia kona. Cody Gakpo piga juu kwa juu kwenye kijisanduku nini? Bado kizaza kinaita. Kunya 10 mgongoni. Kunya Frimpong. Zidio maarifa bado. Kuna mtu anapigwa chobo. Yule Frimpong anaipepeta juu kwa juu katikati mwa uwanja, anaiwai. Dakika 8 za mchezo zinaongezwa. Tuangalie dakika 8 hizi zitakuwa zinaleta maokoto. Kizaza kinaita bado. Patrick Lenioro anamakinika zaidi, atakuwa anaiwai ngoma. 30 mgongoni mwite Benjamin Sesko, ambaye amekuja nyuma kuhakikisha kwamba anaziba. Wengi wamerejea nyuma. United ameamua kukaba. Anaibembeleza ngoma Dominic Szoboszlai kwake Cody Gakpo. Curtis Jones akata wa kwanza, anamrejeshea nani? Florian Wirtz. Impact nzuri katika mechi hii, lakini tutakuwa tunaangalia matokeo. Anaijibu vizuri mwite Lenioro kwake Frimpong kona, anaipata kona mwana Liverpool. Dakika ya 91 ya mchezo, Szoboszlai atakuwa anakwenda kuchonga ile set piece. Kuna timu ambazo tayari zimefanikiwa ama zimefanikisha ushindi kupitia kwenye set piece. Tuangalie wanajazana kwenye kijisanduku wachezaji wa Liverpool. Hapa ni Anfield, hapa toki mtu bado. Mbeumo kosa umakinifu. Jamaa anaukosa mguzo ule wa mpira. Mbeumo aliukosa mpira, anasindikizwa na wale mashabiki kwamba nyanyuka, ndio ulipost match day. Szoboszlai kwenye kijisanduku anajibu Harry Maguire. Kona nyingine, anasema kwamba ilistahili kuwa free kick ama ilistahili kuwa goal kick. Goli lake Maguire ama Harry Maguire ndilo linaleta tofauti katika ngarambe hii. Sikizia ikabu hii ya kona, atakuwa anakwenda kuichonga mwana Liverpool. Cody Gakpo analeta vizuri, kizaza kinaita bado. Patrick Dogu anarejea vizuri. Mwamuzi anasemaje? Kwamba ngoma iendelee. Bembeleza vizuri. Florian Wirtz anajibu vizuri, na nawa bado bembeleza kwenye kifua chake. Kiesa Milokekes Lamens anaganda nao nakwenda chini. Nasema kwamba tafadhali mjaribu siku nyingine. Msidhani kwamba nasoma gazeti hapa. Sisi ni United, tunashinda sisi tukitaka. Frimpong anaileta kwake Mama Dasha vile. Nakueleza kwamba Liverpool watajutia sana baada ya yule mlinda mlango Alisson Becker, jamaa wa taifa la Brazil, kupata jeraha. Tukawa na matamanio kwamba angerejea baada ya international break, lakini bado. Konate badilisha mitabenti kwake Milokekes kutoka FC Bournemouth. Milokekes anaiwai ngoma. Sheshko na mpira, jamaa mrefu kweli kweli, mwenye melonjo utadhani mwana mapinduzi. Wanaiwai ngoma Liverpool analeta ndefu zaidi. Dakika 93 za mchezo,
dakika 93 za mchezo, Liverpool yupo chini ya shinikizo. Lamens ashukuriwe sana. Tayari ameanza ngoma ya pili. Ngoma ya kwanza akashika mchumani, wakashinda 2-0 dhidi ya Sunderland. Sunderland ambao hapo jana waliweza kumkunguta mwana Wolverhampton 2 kombo ufe. Cheza vizuri. Lamens alipiga juu kwa juu kumtafuta yule Kobbie Mainoo. Anaibadilisha ngoma kwake nani, Dominic Szoboszlai kwake Mamadashvili kwake Milo Kekes anarejesha kwake VVD na Mastingo, pigia kwake Frimpong, kata vizuri, kata Patrick Dogu, ngoma inatoka nje, goal kick. Aliomba kwamba labda angepata faulo. Dakika 94 za mchezo. Je, Liverpool atambulia pointi ama Luwere? Dakika ya 94 ya mchezo, tayari tumekwisha chuna 90 za FIFA. Lamens hapa walipata kipa kweli kweli. Hapa iwapo utaniuliza mimi, United alipata kipa. Anaanza, anapiga juu kwa juu, rusha kombola juu kwa juu kumtafuta nani, Benjamin Šeško. Kosa umakinifu. Szoboszlai ameonekana sana akicheza kama right back. Maana unajua kwamba Frimpong wakati alikuwa Leverkusen alikuwa anacheza kama right wing back, vile vile pia akicheza kama right back. Badilisha mitabenti. Milo Kekes itakuwa ni ngoma ya kurusha baada ya kulimbikiza kombora kwake Kobbie Mainoo 17 mgongoni. Curtis Jones anapakulia Szoboszlai mzee wa taifa la Hungary tayari. Afu kumbuke kwamba Liverpool hajapoteza mechi 4 mfululizo tangia Novemba mwaka 2014. Badilisha mitabenti. Mipira miwili ipo uwanjani, anaondosha haraka, anapiga juu kwa juu Benjamin Šeško. Mashabiki wanasema kwamba ni vyema umetuzawadi, acha nasi tucheze. Wanairejesha haraka mwana Liverpool. Badilisha mitabenti. Ngoma kwenye kijisanduku bado. Frimpong kata wa kwanza. Frimpong kwenye kijisanduku. Cody Gakpo, itakuwa ni kona bado. Inaisawazisha vizuri. Federico Chiesa cheza vizuri, nakosa mtu kukamilisha ngoma ile. Bado VVD 7 mgongoni. Liverpool anatawala kwenye kijisanduku. Liverpool kwenye kijisanduku, piga vizuri, anaokoa Manuel Ugarte, anarejea bado. Liverpool cheza vizuri kwake VVD, mtoto wa kiume yupo chini ya shinikizo. Badilisha mitabenti. 7 mgongoni, kizaza kinai bado, mtu kukamilisha bado. Hapa utajutia, nafasi ameipata ya wazi, hapa atajutia. Alikwisha ipata nafasi ya wazi mwana Liverpool, mtu wa kuhitimisha mitambo akakosekana. Dakika ya 97 United anatawala mchezo, magoli 2-1 kwa Liverpool. Hivi sasa ukimuuliza mwana United, amekwisha mchabanga Chelsea kipigo cha magoli 2-1. Vile vile pia alijituma zaidi, licha kwamba aliweza kupoteza mikononi mwa Arsenal, lakini alirushia matofali 22 langoni. Hapa Luwere, dakika ya 97 tunahesabu punje za kuku. Lamens piga juu kwa juu, anajua kwamba wakati wote, muda wote kuanzia sasa, Pilato wa mchezo, ambaye siku zote jamaa amezoea kupeana kadi nyekundu, siku zote upeana kadi za njano, kana kwamba ni njugu. Cheza vizuri. Curtis Jones anachezewa visivyo, mwamuzi anasema kwamba madhambi. Baada ya kunya 10 mgongoni, alitoka pale Wolverhampton. Sasa hivi Wolverhampton anateseka, Wolverhampton hana hali. Kunya anasema kwamba mchezaji amekwenda chini, aangaliwe. Ni ile tu hali ya kupoteza muda, tayari anajua kwamba ametawala mchezo. Atakuwa anaanza kwa haraka Mamadashvili.
Liverpool amecheza, lakini yote 9-10 ni kwamba tunaangalia matokeo. Kijibao ama kibao kinasomekaje? VVD piga juu kwa juu, mwite Kobbie Mainoo, Patrick Dogo, full time scores. United anapata ushindi mnene. Sema kwamba ana matatizo, lakini anachupa hadi nafasi ya 9 akiwa na pointi 13 baada ya Mbeumo kufunga kunako goli la kwanza dakika ya pili, Harry Maguire akifunga dakika ya 84 ya mchezo. Cody Gakpo aliwasawazishia Liverpool dakika 78 ya mchezo, lakini yote 9-10 ni kwamba Liverpool amepoteza ngoma yake ya 3. Nikakueleza kwamba mwisho zaidi Liverpool akipoteza mechi 3 mfululizo ilikuwa ni Februari mwaka 2021. Yote 9-10 ni kwamba ni soka. Liverpool anazidi kutabika. Atakumbukwa sana lile jeraha lake Alisson Becker. Mzee mwenye upara anashangaa kwamba huku kulikoni, msimu uliopita nikatumia kikosi chake Jurgen Klopp kutoa taji la 20 la EPL. Leo hii mambo kangaja huenda akaja. Salimiana tu. Tayari Arsenal yupo katika nafasi ya kwanza pointi 19, Manchester City katika nafasi ya pili 16, Bournemouth nafasi ya 3 baada ya sare hapo jana. Liverpool anasalia nambari 4, Chelsea nafasi ya 5 na pointi 14. United anakuja baada ya ushindi wa magoli 2-1, ana goal difference ya -1. Najua kwamba wawekezaji waweza kuumia manake sidhani kwamba kunaye labda ambaye alikuwa anawazia kwamba United angepoteza ngoma kama hii ama Liverpool angepoteza ngoma kama hii. Na mwisho zaidi akipoteza michuano minne mfululizo, ilikuwa ni mwaka 2014 Novemba. Mashabiki wa United wanafurahia. Sisi hayo ndo tuliwazia. Timu ya historia tayari ana mataji 3 ya kombe la bara Ulaya, ana taji 1 la Europa. Shangilia kweli. This is more than a win. Akakwambia kwamba football is the second sweetest thing in the world. Sijui katika nafasi ya kwanza, sijui ni nini ambacho ni kitamu zaidi. Harry Maguire jamaa anafurahia kweli. Sema kwamba nimesaidia timu yangu si tu kudefend, vile pia nimewafungia bao. Bryan Mbeumo jamaa aliyefunga goli la mapema mno kabla ya jamaa wale kujigundua. Kwingineko tu ni kufahamisha kwamba Aston Villa aliweza kupepetwa kipigo ama kupata ushindi alipata ushindi wa magoli 2-1 dhidi ya Spurs yake Thomas Frank. Ishara tosha kwamba siku hapo jana vile pia Chelsea mechi ya kwanza akapata ushindi wa magoli 3-1 kwa bila. Nottingham Forest alitoa wapi goli 1? Alipepetwa kipigo cha 3-0. Kumbuka kile kijikaratasi kikisambazwa kwenye ule uga kitokea kwake Reece James ama Estevao akiingia akamzawadi yule Reece James akamtafuta Caicedo. Mtandaoni pamechemka kweli, wengi wakisema kwamba ilikuwa inaashiria kwamba Chelsea atakuwa anapata goli la 3, vile pia kupewa kadi nyekundu. Malo Gusto aliweza kuzawadiwa kadi nyekundu. Na ni Chelsea wamekuwa bovu sana haswa katika kule tu kudhibiti, sema kwamba ni tamu. Full time scores, United anapata ushindi mnene. Niseme ushindi mnene manake hili halikutarajiwa. Hili halikutarajiwa kabisa kamwe. Mimi sikuliona likija kwamba United angeweza kupata ushindi. Lakini Liverpool amefuja sana. Kiangalia ile ngoma yake ya kwanza akipigwa na Crystal Palace, dakika za lala salama. Akipigwa kunako dakika za lala salama. Mechi ya pili
akaja akakung'utwa na Chelsea vile vile pia dakika za 90 plus. Vile vile pia leo hii angalia amefungwa dakika za 90 plus. Mashabiki wanafurahia kweli kweli. Asema kwamba you will never walk alone. Leo hii wametembea peke yao. Mashabiki wa Liverpool hawaamini. Sisi ni wale tuliobeba kikombe kweli. Sisi si wale tuliobeba kikombe. Jamaa hawaamini kweli kweli. United anafurahia kweli kweli. Mapema ukumbuke kwamba kwenye Serie A aliweza kupoteza mwana Juventus baada ya kupigwa kipigo kitakatifu. Katawala mchezo kipindi cha kwanza na cha pili. Yule mwana Como, kumbuke tu kwamba Como anaongozwa na Cesc Fabregas, mchezaji wa zamani wa Chelsea. Ukiniuliza mimi nitakwambia kwamba hilo sikuliona likija. Mimi sikuliona kamwe likija. Kwamba yule mwana Liverpool angeweza kupepetwa ngoma yake ya 3 mtawalia. Mimi sikuliona likija. Kwa hivyo ndivyo kulivyo. Mtazamaji wangu, ngoma imeweza kukamilika. Sema kwamba kujizatiti tu na kuhakikisha kwamba angalau mechi moja baada ya nyingine itakuwa na kupakulia. Najua kwamba kombe la bara Ulaya litakuwa linaanza siku ama wiki hili siku ya ama tarehe siku ya Jumanne. Najua kwamba vile vile pia mengi yameweza kutokea. Mikeka ya watu, labda kuna wale ambao waliweza kuwekezea labda mwana United kwamba United akaweza kupata ushindi, na ndivyo ilivyo. United ameweza kushinda magoli 2-1. Shukrani za dhati kwa wale wote ambao mmeweza kunifuatilia. Sema kwamba Rome was not built in a day. Kwa hivyo kwa wale wote ambao mmeweza kunifuatilia kipindi hiki cha pili, najua kwamba sikuwepo vizuri kipindi cha kwanza, lakini yote 9-10 ni kwamba mimi ni nusu mtu nusu malaika. Inakuwa inapendeza kweli kweli. Hii ni tamu zaidi. Lakini nashangaa weekend hii itakalikaje? Fali wote wameweza kushinda. United ameweza kushinda 2-1. Chelsea aliweza kushinda siku hapo jana. And of course pia Arsenal sema kwamba ushindi huu angalau tumpatie ama tupeane ile tribute kwa yule the former minister ambaye aliweza kuaga wiki iliyopita siku ya Jumatano. Sema kwamba Mola akailaze roho yake mala pema peponi. Kwingineko ni pia, yani fali wote wameweza kushinda. City pia akaweza kushinda. Na this guy called Erling Braut Haaland, this guy to be if you can ask me, the guy is really flying. He is really flying. Hadi hivi sasa jamaa ameweza kuachia magoli 11. He's just scoring like nobody's business. Wakati Chelsea jamaa wetu nambari 9, he's not doing it. Mbeumo tayari ana magoli 2, lakini ngoma hii hajaweza kufunga baada ya kuja ama kutokea benchi. Arsenal vile vile pia Victor Gyökeres, hali si hali. Nakumbuka mechi ya kwanza akishika nywele zaidi kuliko zile touch za mpira. Pia Liverpool Isak baada ya kusajiliwa kwa senti nyingi zaidi bado hajafunga goli lolote. Sema kwamba hivyo ndivyo kulivyo. Najua kwamba weekendi tayari imekamilika. Siku hapo kesho ngoma ya mwisho ya EPL ni pale ambapo mwana West Ham, mwana Nyundo atakuwa anamkaribisha nani? Atakuwa anamkaribisha yule mwana Brentford. West Ham hajakuwa na msimu mzuri, lakini ni jamaa ambaye ulazimisha sana sare. Jamaa yani atacheza kwa vyovyote vile akisha kwamba ameambulia sare. Nakumbuka kimsumbua sana yule Arsenal, lakini mwisho wa siku Arsenal aliweza kupata ushindi. Kumbuka vile vile pia kipepetwa na Chelsea derby, lakini haikuwa derby siku ile. Kwa hivyo siku ya kesho mwana West Ham atakuwa anacheza dhidi ya nani? Atakuwa na Vanaco dhidi ya Brentford. Hivyo ndivyo kulivyo. Najua kwamba ligi kuu ya Uingereza hapa nchini Kenya iliweza kusitishwa. Ama mechi zote ziliweza kuwa postponed na zitakuwa zinatangazwa ama zitakuwa zinaletwa hapo baadaye.
Sisi kama mashabiki wa FC Leopards, jamani, the guys tumeweza kudraw zaidi ya pencil. You can imagine how a pencil draws. So FC Leopards has drawn more than a pencil. Kwa wale wote ambao umeweza kunifuatilia, mimi nasema kwamba shukran. Nasema kwamba muwe na usiku mwanana kama si usiku mwema jamani. Jaribu kuangalia wale jamaa ambao wapo ndani. Namuona Duncan Waiga. Ipo siku tutakuwa pale juu. Pole tu, hatimiliki ya yule wa kufika mbali. Sema kwamba haianzi katikati. Kwa hivyo sana nikufahamisha tu kwamba atakuwa nakuletea ngoma ile, ama atakuwa nakuletea mchuano wa Champions League katikati mwa wiki. Taangalia ngoma ambayo ni kali. Najua kwamba Bayer Leverkusen atakuwa anacheza dhidi ya nani? Atakuwa anacheza dhidi ya PSG. Jaribu kuangalia tu, manake sasa hivi ndipo mambo yamekwisha jitwalia kweli kweli. But if you ask me, I never saw that coming. To be sincere, mimi sikuona hilo likija. Jaribu kuangalia siku ya Jumanne nini kitakuwepo, ili nikueleze ni ngoma gani ambayo atakuwa na kutangazia ama atakuwa na kuletea matangazo. Kwa hivyo congratulations to Manchester United fans. Najua kwamba na marafiki wengi sana. Kuna jamaa ambaye anaitwa, jamaa tumeargue sasa like 1 hour ago, akiniambia please Manchester United do it for baba. Nikamwambia ndoto ya mchana my friend. Najua nikitoka hapa atakuwa ananiambia Bosco nilikwambia nini. Sisi ni United, we win when we want and we draw when we want as well. Sasa sijui hizi streets zitakalika kweli. Hata kama ni bahati, yani upige Chelsea na red card, uje upige Liverpool. United nafikiria msimu huu. Lakini hata hivyo hawa jamaa hupumzika sana. Hawapo kwenye Champions League, hawapo kwenye Europa wale United. Manchester United hayupo kwenye Europa, hayupo kwenye Champions League, hayupo kwenye Conference. Tayari amekusha tolewa kwenye kikombe cha Carabao, akitolewa na Grimsby. Jaribu kuangalia jinsi ambavyo mambo yameweza kupolea. Wale wa kufuatilia La Liga jana, kama si Araujo, beti zetu zingechomeka kweli kweli. Manake Araujo alitumia kama namba 9. Akamwambia kocha kwamba if you are going to place me as a 9, trust me, I'm going to score. Kuangalia siku ya Jumanne ndio kwamba kutakuwa na Champions League. Siku ya Jumanne mechi 9 zitakuwa zinapigwa. Barcelona itakuwa ni ngoma ya kwanza, atakuwa anapiga dhidi ya Olympiacos. Kairat Almaty atakuwa anapiga na Pafos. Alafu pale saa 4 ndio hii sasa ndio mechi ambayo nilikuwa nazungumzia, Arsenal na Atletico Madrid. Kwa wale wawekezaji, unajua kwa Arsenal, unajua kwamba Atletico Madrid jamaa wameweza kumshika yule Liverpool, lakini wakapigwa dakika za lala salama. Arsenal na Atletico Madrid, nafikiria siku ya kesho nitakuwa nazungumzia ngoma hizi za siku ya Jumanne. Bayer Leverkusen atakuwa anapiga na PSG. Of course PSG hapa ashaona kwamba ni mteremko. Copenhagen atakuwa anapiga na Dortmund the same night. Alafu Newcastle atakuwa anapiga na Benfica. Unajua kwamba Newcastle alipigwa 2-1 na Barcelona. Benfica akapigwa 1-0. So Benfica aliweza kupigwa na Chelsea. Kumbuka mechi ile Joao Pedro akipewa kadi nyekundu. Na hii Chelsea, sijui shida iko wapi na hii Chelsea yangu jamani. Yaani tunapewa red cards kama kitu hakuna. Kuna Royal Union St. Gilos atakuwa anapiga na Inter. And of course Villarreal na Manchester City. So kuna games ngapi hapa? Kuna game ya Villarreal na Manchester City, na kuna game ya Arsenal na Atletico Madrid. So I will wait, taangalia pia utakuwa unaniambia pale ni mechi gani ambayo unahisi kwamba
naweza kuileta moja kwa moja. Pia on Wednesday, siku ya Jumatano, kuna mechi ambazo zitakuwa zinachezwa. Chelsea atakuwa anacheza siku hiyo. Angalia haraka haraka kabla ya kulog out nikiangalia Athletic Bilbao ambao wameweza kutoka draw na Elche. To be sincere, for real, Athletic Bilbao, unless these guys build themselves. Nimeangalia mechi yao na Elche. Yani Athletic Bilbao bila Inaki Williams na yule jamaa ambaye anaitwa nani? Kuna Inaki Williams, kuna jamaa kama Vivian, kuna Williams ni wawili, Nico Williams na Inaki. They have to do a lot of task. Then kuna Galatasaray atakuwa anapiga na Bodo Glimt. Galatasaray ni jamaa kama nani? Leroy Sane yuko huko. Atalanta atakuwa anapiga na Slavia Praha. Unajua Atalanta yupo anacheza usiku huu, anacheza na Lazio. Bayern Munich, these guys I should not even talk about Bayern Munich. Bayern Munich against Club Brugge, mapema ndio best. Bayern Munich and over 2-5. Chelsea versus Ajax. The last time I think Chelsea faced Ajax, ilikuwa draw ya 4-4. Iliweza kuwa draw ya 4-4. Na wakamsajili yule jamaa Moroccan kutoka Morocco. Jaribu kukumbuka jina lake, Hakim Ziyech. Kuna wachezaji wengi sana ambao wameweza kutoka Ajax na wakaja Uingereza. Ukianzia kwa Andre Onana, uje kwa De Ligt, wachezaji wengi sana. Kwa hivyo siku hiyo itakuwa ni, nafikiria mechi ambayo itakuwa nakuletea Liverpool na Frankfurt, Chelsea na Ajax, Monaco na Spurs, Sporting CP na Marseille, Real Madrid na Juventus. Ngoma ambayo itakuwa nakuletea siku ya Jumatano ni Real Madrid na Juventus. Alafu ngoma ya Jumanne siku baada ya kesho. Hapo ndo kuna kizungumkuti. City yupo nyumbani Etihad. Villarreal yupo nyumbani anamwalika Manchester City. The same night Arsenal atakuwa anamwalika nani? Yule Atletico Madrid. Vijana wa Diego Simeone by the way, siku hapo jana waliweza kushinda goli 1-0. Barcelona akashinda magoli 2-1. Dakika za nyuki mzingani. Dakika za nyuki akitoka, iwapo atakupata mbele, mengine atahesabika. AC Milan atakuwa anapiga na Fiorentina. Na wale labda wakuulizia kule Ujerumani, Freiburg aliweza kutoka sare ya 2-2. Kwa hivyo hadi kufikia pale mimi sina la ziada, kusema tu kwamba shukran kwa wale wote ambao wameweza kunifuatilia tangia mida saa ngapi? Tangia mida ya 2:00. Jamani, na waenzi sana. Huyu nani anacheka huyu? Who is this guy laughing? Huyu nani? Ezi. Wewe photographer. Bana, mimi sijaamini kama mmewin. I'm yet to believe you guys mmewin. Joy, mtangazaji, mwanahabari wa Radio Injili, anauliza hii station gani? Nilijua tu Ezi utakuja kuongelea history. Wewe mzee mzima. Sasa jumewin, sasa atapumua hii wiki. Hata huu mtangazaji wa Radio Injili namjua ni shabiki wa Man U. Kama si wa Man U, mtu wake. Wacha nisichome labda hivyo ndo kuko. Mimi nimeboeka sana. Nimeboeka baada ya kusikia Man U wamewin. Like, how do you win? Nashinda aje? Wiki alitakalika kabisa. Willy
namuona Willy. Ezi, sijui kesho unaelekea Ezi? Leo ni kama leo ulikuwa na kazi. Na jamaa anaitwa Soy Hawk 0058. Ama ni jamaa wa Soy United. Yeah, the last time I talked about Soy, jamaa anaitwa Cedric Siambi. Very big friend of mine. Kibur enyewe. We, hapo kwa playlist sikiza tu ile iko kwa background. Joy, sikiza ile iko kwa background. So guys, sasa sijui nafaa nifike wakati gani ndo nianze kuambia tap the screen. Sasa nafahamu ni wallahi mkiweza nitoa hapa wallahi naweza shine wallahi. Alafu msisahau KK tournament haipo mbali. Kama wewe ni mkazi wa Kericho, KK tournament is not far away. 4th term. Rafiki yangu sana. The likes of Seth. Jina la pili ndo Seth Kipsigei. Nimelikumbuka. Jamangu sana hapa kutoka kule Chepsion. Of course pia kuna jamaa ambaye anaitwa Honorable Philbon. Kimtafuta kule Kipkelion East. Kipkelion West kuna jamaa kama Remi Ruto. Jamaa mungwana sana wa Inamoi. Joy, hapo kwa playlist mtanisamee. Safi Ezi. Kesho kipara itakuwa better because kesho mimi nipo tu. In fact kesho nakuja studioni kuandaa mpasho viwanjani. It's been long by this. Sijafanya mpasho viwanjani kwa muda. Joy, hapo kwa playlist utanisamee. Sikizia tu ile iko kwa background. So KK tournament toleo la 5. Najua kwamba tunaelekea sub county. Mechi zilifaa kuchezwa siku ya Ijumaa ama ngarambe zilifaa kuchezwa siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Lakini kifo cha nguli wa siasa, jamaa ambaye tutamkumbuka miaka yote. Lakini kuna picha ambayo imetrend by the way. Ya sijui anaitwa Ruth Odinga ama nani Odinga. Dadake mwenda zake. Jamani. Let me not talk about it, but hiyo picha imetrend sana. Photographer alifikiria Ezi, wewe kama photographer like umeona hiyo picha ambayo imetrend pale Bondo, dadake mwenda zake akizungumza. Like why, mbona photographer aliamua kupiga picha hivyo? Mbona akaamua kuchukua attention yetu hivyo? Jom Buru. Buru unasema tucheze glory. By the way, Man United may win. Sasa ili wiki are we going even to rest? Because I'm sure most of the fans here ni watu wa Man U. Alafu niwaulize hawa, if at all unaweza kuwa tu amesema kwamba following live kukaa but ulinipea bet imechoma to so alive. Wanjala, okay, like let me acha niongelee kitu kuhusu betting by the way. Betting nayo like how can we say, kuna siku utakula soft. Trust me. Kama jana nakumbuka tukibet Napoli, yani hata double chance dakika za mwisho bao lao likakataliwa. So at times Brian, what I know ni kwamba kuna siku utakula soft. But ya leo nayo imekuwa mbaya because the first match tulisema Como na Juventus GG. Como akakaza haga kabisa, walikataa, ikatoka 2-0. But hiyo Como iangaliwe by the way. Hiyo timu ya Cesc Fabregas, if I told you guys are not going to look at that team, hiyo timu ni mbaya. Then mechi nyingine ambayo nilikuwa nimebet ilikuwa ni double chance kwa Freiburg. Unajua okay, one thing about pia Bundesliga, if you have to bet on Bundesliga, kuna kitu kinaitwa over na kuna jiji. Jaribu kutrace tu game zote za hii weekend za Bundesliga zina over.
So Brayo, I'm sorry for that, lakini Champions League, you'll redeem your money. Then Brayo, I want us to do this, Brayo, tafadhali. Wakati tuna bet, unaona kama usha select, if you've decided to pick your best 5, usianze kuchanganya, uneka hizo 5 unasema wacha niongeze timu zingine. Weka hizo kando so that zikichomeka unajua enyewe hizi nazo zimeungua juu. Hivi ndo nilieka, maybe niliangalia predictions za Bosco. And of course pia mkiangalia mimi leo, by the way, mimi sijakula do ya muhindi. It was only yesterday. Jana nilikula pesa ya muhindi. Jana. Kwa hivyo wangwana, it is a high time sasa mimi ni log out. It's high time for me to log out. How?